Haya bwana, kwa washikaji zetu wote ambao wanaendelea kuitazama Dar TV all the way up kutoka Mbezi Stand ya Magufuli jijini Dar es Salaam. Hii hapa ni Kidimba ndani ya Dar TV. Bane, baada ya kuwa na sitofahamu kubwa kuhusiana na dabi ya Kariakoo kati ya mchezo wa Simba na Yanga ambao litarajiwa kupigwa tarehe 8 ya mwezi Machi, baadaye zikatokea sintofahamu kubwa sana mchezo ule kuharibika. Hivi sasa mapacha hawa wa Kariakoo au sio bwana, vita yao imehamia tena kwa kiungo mshambuliaji wa klabu ya Azam Faisal Salum Mtoto Abdalla, ambaye takribani misimu miwili Faisal Salum Mtoto Abdalla ameendelea kuteka vichwa vya habari vya michezo nchini Tanzania. Ladies and gentlemen, mwanzoni kabisa ilionekanika kama klabu ya Simba ina nafasi kubwa sana ya kumsajili Faisal Salum Mtoto, lakini imekuwa tofauti sana. Inadaiwa kwamba kipindi Yanga wanafanya biashara ya Faisal Salum Mtoto Abdalla, waliweka masharti magumu sana kwa Azam. Endapo tu Faisal atataka kuuzwa klabu yoyote ikiwa ya ndani nchini Tanzania, wende kawa JKT, akataka kuuzwa Simba, basi klabu ya Yanga inatakiwa kupewa bilioni 1, yani milioni 1000 za Kitanzania, kitu ambacho vilabu vingi vya Tanzania vinakuwa vinakuna kichwa sana kwenye dili hilo. Hii yote inadaiwa kwamba Dar es Salaam Young Africans waliofia huenda tu Faisal kwenda kwake Azam ni kama njia kuzunguka mbuyu, na wao hawataki kuja kuonekanika wanyonge na kutaniwa na watani zao kwamba kiungo huyu mshambuliaji ambaye ana kiwango bora takribani misimu 5 ya ligi kuu ya Tanzania bara kuitumikia klabu ya Simba. Sasa habari ambazo zimeifikia Dar TV, inadaiwa ile beef ya Dar es Salaam Young Africans na Faisal inaelekea kuwa mwisho, kwani baadhi ya wadau wa mambo wamedai kwamba Dar es Salaam Young Africans wanapiga hesabu kali msimu ujao kwamba huenda Aziziki akauzwa kwa pesa nyingi sana, na hiyo pesa wako tayari kurejesha kwa Faisal Salum Mtoto Abdalla, na mazungumzo ya kwanza yameshafanyika. Inadaiwa kwamba Faisal Salum Mtoto atapewa pesa na Dar es Salaam Young Africans, kwa maana aununue mkataba, kwa sababu kimsingi Faisal bado ana mkataba wa mwaka mmoja na miezi miwili na wiki moja ndani ya klabu ya Azam, na mabosi wa Azam wanakiri kwamba hawajapokea ofa yoyote kutokana na klabu ya ndani, isipokuwa kuna klabu ya kutoka nchini South Africa ambayo ni Kaizer Chiefs, ambayo inanolewa na kocha mkuu wa zamani wa Dar es Salaam Young Africans Nasreddine Nabi. Wametuma ofa ya kumhitaji Faisal Salum Mtoto Abdalla, kitu ambacho kinatafsiriwa Faisal kwa sasa hana mpango wa kwenda huko, kwani Bongo amejitengenezea ufalme mkubwa sana. Sasa story ambazo ziko chini ya kapeti, inadaiwa kwamba rais wa klabu ya Yanga Engineer Khalid Said amemwahidi Faisal Mtoto mkataba wa milioni 40 kwa mwezi. Faisal huenda akawa mchezaji anayelipwa zaidi Afrika Mashariki na Kati, kwa sababu nchi zetu za Afrika Mashariki na Kati, ligi kuu ya Tanzania bara ndio ligi yenye ubora na ndio ligi inayolipa zaidi. Hakuna mzawa yoyote nchini Tanzania anayepokea mshahara at least wa milioni 30. Hayupo. Zaidi tu ya Faisal mwenyewe ndio mzawa pekee ambaye Azamu inamlipa shilingi milioni 25 kila mwezi. Sasa Yanga wamepanda dau, huenda Faisal akasajiliwa kwa pesa nyingi sana na akawa mchezaji wa mzawa anayeongoza kwa kulipwa zaidi, dili ambalo inasemekanika kwamba Faisal mwenyewe yupo nalo tayari. Lakini changamoto imekuja kwa mama mzazi wa Faisal Salum Mtoto Abdalla. Mama anadai kwamba kipindi anatimkia Azam, mabosi wa Yanga walimzalilisha sana, hivyo yeye Faisal hana lazi. Pia Faisal yupo radhi kuchezea klabu ya Simba, isipokuwepo Simba wanaonekanika kwa dili hii kwenda kuishindwa kwa sababu tu ya hiyo bilioni 1 wanaotakiwa kupewa Yanga. Lakini Simba ofa yao ya mwisho ilifika milioni 600. Wadau wa karibu wa Faisal wanadai kwamba Faisal alikuwa tayari kuvaa jezi ya nyekundu na nyeupe. Sasa kwa kuwa dili ya Simba inaenda kuzorota na yeye hataki tena kubaki Azam, kwa sababu Azam sio timu ya kuchukua vikombe, badala yake utapata sifa tu ndani, hivyo yuko lazi kurejea kunako klabu yake ya awali ya Dar es Salaam Young Africans. Ebane, upande wa michezo jijini Dar es Salaam kuna mambo mengi sana, so ili kuendelea kupata habari moto kama hizi za kimichezo, make sure kwa kile kifaa ambacho unakitumia kuitazama sasa hivi hapa Dar TV, hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, so make sure unaligusa ili kuendelea kuwa mtu wa kwanza kupata habari za kimichezo.